Haya, moja kwa moja hadi katika episode namba 3 ya hii movie inaitwa Campus Chronicle. Kama hujaona namba 1 au namba 2 ya hii movie, basi unaweza ukagusa pop-up ambayo imetokea upande wa kulia juu, au pia unaweza kuziangalia kwa kugusa linki ambazo nimekuwekea kwenye description ya video hii. Baada ya Kevu kuleta chakula hapa, watu wote walishtuka. Sio poa yani, hakuna mtu ambaye alitegemea hicho alichokiona. Kevu naye alibaki akiwa ameduaa tu. Basi mwisho wa siku akaweka vinywaji mezani na kisha akasipa zake. Vibe lote la kuja kwenye birthday party likawa limeishia hapa. Hakuna mtu ambaye alitaka kuendelea kubaki kumuona Kevu akiwa anaendelea kuwahudumia, na watu wote wakaamua kuondoka hapa ndani. Basi watu wote wakajikuta wanaondoka kwenye hii party wakiwa ndio wameingia. Amaira huku nje amepata uchungu kiasi kwamba hadi analia. Kwa waliosoma Cuba, ukiunganisha doti unapata kujua kuwa Amaira anampenda Kevwe, na ndio mtu pekee katika hili grupu anajali kuhusiana na Kevwe sana. Na hapa alikuwa akipata wasiwasi sana kuhusiana na yale mavazi ambayo Kevwe alikuwa amevaa. Ni mavazi ambayo mara nyingi huwa wanavaa watu wanaomfurahisha mtu fulani. Kwa hiyo hata hapa walikuwa kihisi kuwa Kevwe yuko hapa kwa ajili ya kuhudumia na kutoa uroda kwa anti, lakini Jonathan akawapa moyo na kuambia kuwa hakuna kitu kama hiko. Basi baadaye wakaamua kusepa zao. Okay, mida baadaye hivi Jonathan akiwa kitandani kwake alikuwa akiwaza sana. Mara kidogo simu yake ikaanza kuita. Alikuwa ni baba yake anapiga simu. Baba alikuwa akimuuliza mwanae kuwa kwa nini siku hizi hampigi simu. Jonathan akaamua kufunguka kuwa kuna rafiki yake anapata naye wasiwasi sana kwa sababu baba yake amefariki muda mrefu sana, hivyo anapata tabu hata kujilipia ada. Mara nyingi anakuwa bize na kazi, hata muda kupumzika hana. Basi baba akatoa pendekezo kuwa vipi kama atamtafutia kazi ambayo haitumuumiza wala kumpotezea muda wake mwingi. Basi baba akatoa tamko kuwa ataongea na mmoja wa meneja wake na atamtafutia kazi. Jonathan alitabasamu kwa bashasha. Okay, moja kwa moja hadi katika siku iliyofuata asubuhi tunapata kumuona mama yake na Bella akiwa anapaki gari hapa chuo. Na wakati huo pia Amaira alikuwa kwenye mingo zake. Mara ghafla akamuona, akajua kabisa leo lazima kitanuka. Akarudi hosteli chapu ili kwenda kumuelezea Bella asije akakutwa na mama yake. Wakati huo Bella mwenyewe huku humwambii kitu, yuko busy na makeup, vikopekope nini, si unajua tena. Mara muda kidogo Amaira huyo hapo amekuja akiwa anakimbia kinoma yani. Akaja akamwambia Bella kuwa mama yake amekuja. Bella kichwa kilienda resi sana akiwa amepaniki asijue afanye nini. Basi akaingia kwenye begi pale akaanza kupekua nguo ya heshima ambayo ataweza kuvaa mbele ya mama yake. Yani Bella anamuogopa mama yake kinoma yani. Baada ya kutafuta nguo kwa muda mrefu akapata hili dela, lakini bado analalamika kinoma yani, inawezekanaje mama yake akaja chuo kumtembelea pasipo kumpigia simu. Basi ndio hivyo Amaira akamsaidia kuifuta ile makeup usoni. Vikope na vyenyewe akawa amevitoa, na baada ya muda mrefu kidogo wakawa wamefanikiwa kuitoa makeup yote usoni. Mara kidogo wakamsikia mama akiwa anagonga mlangoni. Bella akachukua kitabu akijidai yuko bize anasoma. Baada ya kumuona mama, Bella akajifanya anafurahia sana ujio wa mama yake. Mama akakaa chini akaanza kumpa story, akamwambia kuwa kwenye hili jiji yeye alikuja jana na ndege ya usiku, na hata hivyo habari nzuri zaidi ni kuwa anko wake na Bella anahamishiwa hapa mjini. Kwa hiyo itakuwa vizuri kwa anko kumfuatilia Bella. Bella kusikia hivyo alikasirika kinoma yani. Anaona sasa uhuru wake utaendelea kuminywa tena. Moja kwa moja hadi upande mwingine ni asubuhi sasa, tunamuona Jonathan akiwa anajiandaa. Muda kidogo akaja Kevwe amechoka kinoma yani kiasi kwamba akajitupa kitandani tu. Jonathan akamalizia kujiandaa akachukua vitu vyake na kisha akasepa pasipo kumuongelesha Kevwe. Na hii yote ni kwa sababu Kevwe amekuwa akisaidiwa mara nyingi na Jonathan, lakini amekuwa akikataa msaada wa Jonathan. Kwa hiyo kwa sasa hivi karibia group lote limemtenga, hakuna mtu anayemuongelesha. Sasa Jonathan akiwa nje anataka aingie kwenye gari yake, mara ghafla akasikia sauti ikimuita. Alikuwa ni dada mmoja hivi na alikuwa akitaka msaada kutoka kwa Jonathan. Alikuwa akisema kuwa ameumia mguuni, hivyo alikuwa anahitaji msaada wa kufika hospitali. Na kweli Jonathan akamsaidia, akamruhusu aingie kwenye gari na kisha wakasepa. Jonathan alikuwa na moyo mzuri wa kusaidia karibia kila mtu. Wakati huo upande mwingine huku pia mama yuko na watoto wake wawili. Alikuwa akiwaonya wasije wakajiingiza matatizoni. Na mida hii hapa hivi Bella akawa na kipindi darasani, hivyo akawa anamwaga mama yake, ila mama akamtaka Bella amwachie funguo za chumbani kwake. Bella alibishana na mama, lakini mwisho wa siku alimpatia. Bella hakupenda kabisa jinsi ambavyo mama yake anamfuatilia. Then movie inatuleta hadi hospitali. Mida hii hapa hivi Jonathan na yule mdada ndio wanatoka hospitali baada ya kupata matibabu. Yule dada alimshukuru sana Jonathan kwa moyo wake wa huruma. Wakiwa wanaendelea kuongeongea pale, mara ghafla akatokea Somma naye alikuwa
anaenda hospitali kwa ajili ya kucheki afya yake. Kwa kuwa Jonathan na Soma wanafahamiana, wakaanza kusalimiana pale, na ndipo huyu dada akafahamu kuwa Jonathan ni rafiki yake na Soma. Then Jonathan akaingia kwenye gari yake ili kuelekea chuo kuwahi kipindi. Baada ya Jonathan kuondoka, huyu dada akamsimamisha Soma na akamwambia kuwa kama ataweza amsaidie kumpatia namba ya Jonathan, lakini Soma alisema kuwa hana namba ya Jonathan. Then movie inatuleta hadi katika sini nyingine. Tunafika magetoni hapa. Jonathan yuko zake bize na simu yake, wakati huo Kevwe amelala. Mara kidogo akasikia mlango unagongwa, na alipomruhusu kuingia, aliingia mwanadada mmoja aliyefahamika kama Fatma. Sasa Fatma alikuwa amekuja kumuona Kevwe, lakini kwa kuwa alimkuta amelala ikabidi amwamshe. Sasa akiwa anamwamsha aliona kimya. Alipomgusa mwili alishangaa kuona mwili wa Kevwe una joto sana. Pale pale Fatma akamuita Jonathan, wakamchukua Kevwe na kumpeleka hospitali. Tunarudi tena hadi chumbani kwa kina Soma. Mida hii hapa hivi Soma yuko zake bize anaandika baadhi ya vitu vyake. Mara kidogo akaja yule roommate wake akiwa na matron, na akamuonyesha matron kitanda cha Soma akihitaji kipekuliwe. Wakati huo Soma aelewi chochote kile. Kitanda chake kilipopekuliwa kikakutwa kisu, na hii inamaanisha kuwa Soma ameenda kinyume na sheria za chuo, na hii adhabu yake ni kufukuzwa chuo. Soma alijitahidi kujitetea sana, yani akisema kuwa hafahamu chochote kuhusiana na hicho kisu, lakini huyu roommate wake aliendelea kuchochea kuwa Soma anahusika. Kisha Soma akaitwa hadi ofisi ya nidhamu. Then tunarudi hadi hospitali tena, ambapo tunamwona Bella akiwa na Amaira wapo getini, na wamekuja hapa baada ya kusikia kuwa Kevwe amepata shida na amelazwa. Wakiwa wamesimama hapa, Jonathan alitoka akawaambia kuwa mgonjwa yuko salama, lakini kwa sasa amelazwa na hajitambui, na hawaruhusiwi wote kuingia kumuona mgonjwa kwa mkupuo. Wakitaka kumuona mgonjwa wanatakiwa waingie mmoja mmoja, lakini kwa sasa Fatma yuko ndani, na ili aingie mtu mwingine anatakiwa Fatma atoke ndio aingie mtu mwingine. Na kama umeshamwelewa Fatma na ulishawahi kusoma Cuba, basi utajua kuwa Fatma anampenda Kevwe. Kwa hiyo itakuwa ngumu kwa yeye kuruhusu mtu mwingine aingie hapa ndani, wakati yeye anajua kuwa Amaira naye anampenda Kevwe. Kwa hiyo hawa ni watu wawili ambao hawapatani hata kidogo. Wakati huo huku katika ofisi ya nizamu, matron yuko anatoa hukumu kulingana na kuwa kisu kimekutwa uvunguni mwa kitanda cha Soma na ameenda kinyume na sheria za chuo, atalazimika kufukuzwa. Soma aliendelea kuomba msamaha na kudhihirisha kuwa yeye sio aliyeviweka hivyo vitu, lakini hata alipoomba msamaha kiasi gani haikusaidia chochote kile. Soma alifukuzwa chuo na sasa hivi anatakiwa akapaki vitu vyake na kisha aondoke. Turudi tena hospitali kidogo. Fatma yuko na mgonjwa, lakini kwa sasa yuko bize na simu yake. Mida hii hapa hivi Kevwe ndo alikuwa akishtuka baada ya kuzimia kwa muda mrefu. Kevwe aliposhtuka alishangaa kumwona Fatma yuko maeneo haya hapa hivi, akamuuliza kuwa anafanyaje maeneo haya hapa hivi, ila Fatma alisema kuwa yeye ndio alimsaidia na kumleta hapa hospitali. Na alipoulizia kuwa kama memba wa group wake walikuwa wamekuja, Fatma alidanganya kwa kusema kuwa hakuna memba yoyote ambaye amekuja na badala yake yuko yeye peke yake tu. Na then akamwambia Kevwe kuwa ataenda kantini ili kumchukulia chakula, na alipotoka nje aliwaambia wakina Jonathan kuwa haruhusiwi kuingia mtu yoyote hapa ndani zaidi yake yeye. Kwa hiyo ni bora hawa watu wengine waondoke tu, na kweli akawa anawakingia kifua, hakuna mtu yeyote kuingia. Fatma lengo lake anataka aonekane kuwa yeye ni mwema kuliko wengine wote. Basi Jonathan na Bella wakawa wameondoka kwenda kwenye vipindi vyao, lakini Amaira akasema kuwa hawezi kuondoka mpaka atakapoingia ndani kumuona Kevwe. Kwa hiyo atasubiri kwa muda wote ule hadi ambapo Fatma atatoka hapa ndani. Wakati huo huku Soma ameshaweka kila kitu chake ndani ya begi na yupo tayari kuondoka, lakini anajiuliza maswali mengi sana, yani ataenda wapi kwa sasa. Na wale wadada wawili waliomtengenezea Soma kesi wakawa wamekuja, wakaanza kujisifu kwa majigambo sana, yani ulijidai sana, kiko wapi? Ona sasa umeondoka. Soma akachukua begi na mkoba wake na kisha akasepa. Hebu turudi hadi aliko mama, chumbani kwa kina Bella. Mama akasimama na kuanza kusechi kwenye makabati ya nguo. Kwenye moja ya kabati alikuta nguo ambazo hakuwahi kutegemea kuwa Bella angekuwa anazivaa. Mama alijisikia vibaya sana, yani kiasi kwamba hadi sumu ilimjaa hadi shingoni. Okay, then turudi hadi chumbani kwa kina Jonathan. Yule dada ambaye alisaidiwa na Jonathan leo amekuja hadi chumbani kwake, na hapa alikuwa akishangaa baadhi ya picha ambazo zilikuwa zimebandikwa ukutani. Lengo la yeye kuja hapa, alihitaji kupata muda wa kupiga story na Jonathan, lakini Jonathan alimwambia kuwa anahitajika kuondoka kuelekea hospitali, lakini huyu dada akaishia kumwomba Jonathan namba yake, na Jonathan akawa amemwandikia pale. Mama huku chumbani ameshapekua na sasa anamsubiri Bella arudi. Bella anarudi akiwa hana ili wala lile. Mama akamwonyesha vile vinguo. Bella alishtuka sana akiwa hajui namna ya kujitetea, na huko hospitali Fatma anambembeleza Kevwe angalau apate chakula, ila Kevwe amegoma
kabisa yani, wala hataki kuhudumiwa na Fatma. Katika harakati za kuongeongea akawa amejichanganya, akasema kuwa yeye alisaidiwa na Jonathan hadi kumfikisha Kevwe hapa hospitali. Kevwe kusikia hivyo at least akapata kauheni, akijua kuwa marafiki zake wanamjali. Fatma naye alikasirika kweli yani, mchongo umeenda ndivyo sivyo, na hapa anaondoka akiwa amekasirika. Bwana kumbe Amaira naye alikuwa akimwangalia kwa mbali. Baada ya Fatma kutoka, Amaira naye ikabidi aingie ndani akiwa amebeba chakula. Kevwe akiwa ametulia hapa hospitali alimuona Amaira. Baada tu ya kumuona Amaira at least hata uso wa furaha ukawa umemrejea, na hapa Kevwe alikuwa akimpa Amaira maelezo kuwa kwa nini jana usiku alikuwa amevaa nguo za namna ile. Anasema kuwa yeye alipokea tu simu ya kazi, hakujua kuwa anatakiwa akavae nguo za namna ile. Hata hivyo hakuna kitu kibaya chochote ambacho amefanya. Turudi hadi kwa Soma. Ameshatoa mabegi yake na kwa sasa yupo nje, hajui anaelekea wapi wala pia hajui anaanzia wapi. Akiwa amesimama hapa muda kidogo, akapita Jonathan akiwa na gari yake. Alisimama na akaenda kwa Bella, ambapo Bella alimhadisia yaliyomtokea. Basi Jonathan akachukua mabegi na kuyaweka ndani ya gari na kisha kuondoka. Wakiwa ndani ya gari walikuwa wakiongelea namna ambavyo wanaweza kutafuta ushahidi wa kumwaminisha Matron kuwa Soma hahusiki katika hili. Wakati huo upande wa pili huku mama ameshawaka hatari yani. Bella anaulizwa lakini amekaa kimya tu. Baada ya kufikiria kwa muda kidogo, akawa amepata uongo wa kumdanganya mama. Akamwambia mama kuwa hizo nguo sio za kwake, ni za watu ambao wanafanya show katika department yao, na yeye Bella ndio anawavisha, ndio maana nguo ziko hapa ndani. Ule uongo ukawa kama umemfaa mama hivi hadi mama mwenyewe ikabidi atulie tu aendelee kumsikiliza. Baadaye mama akamwomba Bella msamaha na akamwambia kuwa leo atakuwa anaondoka anarudi zake nyumbani na amsamehe kwa kumpanikia. Wakakumbatiana pale na kisha mama huyo akasepa zake. Moja kwa moja hadi katika siku iliyofuata hapa chuoni. Leo ilikuwa ni siku ambayo wanafunzi wenye vipaji walikuwa wakifanyiwa audition, na muda huu hapa hivi ilikuwa ni zamu ya Soma kuingia kuimba. Soma alipoingia hapa ndani, kabla hajaimba hofu ilianza kumjaa baada ya kukumbuka maneno ambayo baba yake alishawahi kuyasema. Baba yake na Soma alisema kuwa hataki kumwona mwanae akijihusisha na masuala ya muziki. Kwa kipindi hicho hata mama alipomtetea bado baba alikataa katu, na hiyo ndio hofu kubwa ambayo Soma alikuwa akiipitia ndani yake. Lakini baada ya kupewa moyo na moja ya sesa hapa ndani, Soma aliimba vizuri sana yani, kiasi kwamba watu wote pale ndani walifurahia. Na baadaye Soma alipotoka nje akiwa nasubiri majibu yake, alikuja akaambiwa kuwa amefanya vizuri na amequalify kwenda nafasi nyingine. Hii ilimpa sana Soma furaha. Sasa baadaye ndio tunapata kufahamu kuwa Soma amepata hifadhi katika moja ya gesti ya mzee wake na Jonathan, na hapa alikuja kumchukua ili waelekee warudi chuo. Walipoenda chuo walienda hadi kwa mkuu wa idara, na huku wakaambiwa kuwa kesi yao bado inafuatiliwa, yani ipo kwenye uchunguzi, kwa sababu sio mara ya kwanza kitu kama hichi kutokea. Mara nyingi wale wasichana wanapoona mtu endani na tabia zao huwa wanamtafutia kasababu cha kuweza kumfukuzisha chuo. Kwa hiyo hata uongozi wa chuo una wasiwasi kuwa vile visu vilivyokutwa chini ya kitanda cha Soma vilikuwa vimewekwa na mtu tofauti na Soma. Soma na Jonathan at least wakaanza kupata amani baada ya kuona kuwa swala lao linafuatiliwa katika ustaarabu mzuri. Okay, moja kwa moja hadi hospitali. Ni mida ya usiku sasa, na hapa Trevor rafiki zake walikuwa wamekuja kumuona. Hivyo Kevwe alilazimika kuomba rafiki zake msamaha kwa kujitenga nao kwa muda. Basi pale rafiki zake wakamsamehe, wakawa na furahi tu. Wakati huo upande wa pili huku katika kile chumba alichokuwa analala Soma, wale mabinti wako mzigoni sasa wakiwa wanaendelea na mambo yao ya kiganga. Mara kidogo Matron akaingia na habari yao ikawa imeishia pale, na wao wakiwa wengi wakafukuzwa chuo pia. Na katika siku iliyofuata Soma akarudishwa chuo rasmi, na pale chumbani atakuwa peke yake hadi mwaka utakapoisha. Soma alifurahi sana kusikia hivyo, kwa sababu kuanzia sasa atakuwa kwenye chumba chake peke yake, hatoshare na mtu. Na leo mida ya usiku hapa gesti wakapanga wafanye party kwa ajili ya kusherekea mafanikio yao. Lakini hadi muda huu hapa hivi Bella alikuwa anahangaika kukirekodi chakula tu. Imagine amewazuia rafiki zake wasile ili yeye arekodi video kwa ajili ya kutengeneza posti zake. Na baada ya kumaliza muda ukawadia, ni muda wa kukifinya. Wakala wakanywa waini kiasi kwamba hapa ndani palikuwa pamoto kweli, na kwa kuwa alikunywa waini nyingi sana wakaanza kulewa kiasi kwamba dereva amelewa na itawabidi walale hapa hapa. Na hapa ndo inakuwa mwisho wa episode namba 3. Tukutane katika episode namba 4. Kwenye comment section niambie unaangalia hii movie recap ukiwa wapi, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike video hii na kuturn on notification bell.